Tutakuwa tunajidanganya tusiposema ukweli kuwa yaliyotokea wakati ule yalitikisa taifa letu. Kwa kweli yalitutikisa. Waswahili tunasema kupotea njia ndio kujua njia. Tumegusa kala moto na tumejifunza. Tume imetueleza kwamba uchunguzi umebaini kuwa ghasia zilizotokea zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo na vitendea kazi vya kufanyia uhalifu na uharibifu. Hali kadhalika imebaini kuwa malengo ya wahusika hao yalikuwa ni kuvuruga uchaguzi na kutengeneza ombwe la uongozi ili nchi isitawalike, na ndio maana ghasia zilianza siku ya uchaguzi. Ili kutimiza azma hiyo, tumeelezwa kuwa wahusika walilenga miundombinu muhimu na kuvuruga mfumo wa huduma za jamii ili kuathiri uchumi na kuidhoofisha serikali. Wataalamu wa sayansi za siasa mliopo hapa nasi na yoyote mwenye uelewa masuala ya uongozi wa nchi, mnaweza kutafakari nini kingetokea endapo malengo ya wahusika wa ghasia au vurugu zile yangefanikiwa. Bila shaka jitihada za vyombo kudhibiti ghasia na vurugu zile ndio imefanya Tanzania iwe leo ilivyo. Vinginevyo tungekuwa tunazungumza hadithi nyingine. Lakini hapa, mwenyekiti, haimaanishi kuwa kwa wale ambao tutabaini wamekiuka sheria na taratibu za kazi zao kwamba hatutawajibisha, tutawajibishana. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, kufuatia ghasia zile, kumekuwa na taarifa nyingi zilizotolewa bila usahihi. Makundi mbalimbali na baadhi ya watu mmoja walikuwa wakitoa takwimu za vifo na walioathirika bila ya kuwa na uhakika. Takwimu hizo ama zilikusudia kufifisha au kuzidisha, kutia chumvi kiwango cha madhara yaliyotokea. Wazee wetu walisema, kweli ikidhihiri uongo hujitenga. Leo tumepokea takwimu zilizochambuliwa vizuri na tume hii.